miongoni mwa kazi za hawa watu wenye tunaosimamia kitengo hiki. Jambo la kwanza, kitengo hiki cha watu wenye mahitaji maalum, tunawaleta, wanapata chakula, wanakula, wanashiba, wanaondoka. Wakati fulani Yesu Kristo katika huduma yake alikuwa na wanafunzi wake, kile kisa fulani alipokuwa na wanafunzi wake hapo, akawaweka hapo, akawaambia wale wanafunzi wake kwamba sasa, wale wanafunzi wanamwambia kwamba Yesu, wage mkutano waondoke. Yesu anawaambia waketisheni watu. Baba, waage sasa, imefika muda wa chakula, kwa sababu hapa tuwaage waondoke waende kula. Yesu anasema no, waketisheni watu. Baadaye Yesu akawaambia kwamba kwani tuna nini hapa? Wakasema kuna kijana fulani hapa ana mikate 5 na samaki 2. Akaambia hebu ileteni ile. Ilipoileta ile, akafanya pale, akafanya muujiza. Akawaambia wapeni watu chakula. Bwana Yesu asifiwe. Alipowapatia watu chakula, wale watu wote wakala mpaka kilichobaki wakamwaga. Walipomwaga, Yesu ndipo anawaambia okoteni ile mikate iliyobaki. Yesu alipotoka akavuka, Biblia inasema wakamfuata tena, wakasema Yesu, kumbe uko hapo, umefika lini? Yesu akawaambia kwamba sio kwa sababu mnanifuata kwa sababu mliona nini? Miujiza, bali mnanifuata kwa sababu mlikula mikate mkashiba. Wakati fulani tunaweza tukawa tunakosea, tunaweza tukawa tumetoka kwenye lengo hili. Kama mratibu, tembea na hili, ni uinjilisti. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unapowakusanya pamoja, tayari kila mtu tu baada ya kubatizwa anatakiwa Manzese. Tukilili wimbi likawa hivyo, wakawa wanakuja wengi. Sasa nikasema kwamba sasa hapa kinachotokea kama mratibu, nipeleke katika baraza la kanisa. Nilipopeleka katika baraza la kanisa, kumbuka wako wenye wheelchair, wako ambao hawaoni, wako ambao hawasikii, wako ambao wana changamoto mbalimbali. Sasa nikasema kwamba tukiwa na Jerusalem Meshaki, Jerusalem ndo alikuwa katibu wangu, mimi nikiwa mwenyekiti, tukasema tunaweka effort. Nilipopeleka kwenye baraza la kanisa, mtu mmoja mseminishaji alikuwa anasema kuna wale watu wenye miwani, wengine ni miwani wanapinga, wanasema kwanza hiyo haiwezekani, hiyo budget kubwa sana, kwa hiyo hiyo kitu haiwezekani. Sasa mimi nikasema kwamba sasa hii inawezekana. Nilikuwa nikisogea kwa Pastor Olo Vincent, ananitia moyo, ananiambia kwamba Elisha, hii haijawahi kufanyika, hii tujaribu tuifanye. Akawa ananitia moyo kwa sababu yeye ni wakanda, haingii kwenye baraza la kanisa, kwa hiyo ananitia moyo. Tukaanzisha effort, ikaanza. Bwana Yesu asifiwe. Nakumbuka budget yetu ilikuwa ni 700,000, lakini mtu mmoja akajitolea 120,000. Tukaanza effort. Tulipoanza effort, sasa Olo Vincent yeye anaenda na watu fulani, na mimi sasa tunasema sasa hawa waliopo hapa wewe Dismas, kwa sababu unaona lakini una changamoto ya kusikia, nenda na Mzee Mrisho. Mzee Mrisho yeye haoni lakini anafanyaje? Nendeni. Haya, wewe kwa sababu una wheelchair, Bwana Yesu asifiwe, na wewe kwa sababu unasikia, wewe Fredi, kwa sababu unasikia lakini unaweza ukatembea. Sasa huyu ambaye hasikii, lakini huyu ambaye anayeweza kuongea na anayeweza kuona na anayeweza kusikia, yeye atakuwa hapo, mnaenda, kwa sababu wewe una changamoto kidogo pengine. Sasa wewe kazi yako ni kumpush. Bwana Yesu asifiwe. Kilichotokea ni hiki. Tulikuwa tukienda kwa watu, nipo katika jambo la kwanza, waweke pamoja kwa ajili ya utume. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tulikuwa tukifika kwa vijana mahali fulani mtaani,
Unawaambia jamani, tumekuja. Kwa hiyo mkiwa mtu yuko amebeba ile wheelchair, anapush wheelchair, anamsukuma Hussein, anapomsukuma yule, halafu yule kwa haraka haraka wanasema wao wamekuja kufanyaje? Hawa wamekuja kuomba msaada, si ndio? Huyu mzee huyu ameshika ile fimbo yake, amevaa miwani yake ile, mzee nani yule, mzee Mrisho, alafu yuko na huyu Dismas, wanatembea na kafimbo kake. Waya, tunapita hapa, ameshika kafimbo kake. Hawa tumeenda mahali fulani, wanasema wamekuja kufanyaje? Hawa wamekuja kuomba basketi. Sasa tulipofika pale, kwa kadri ile effort ilikuwa ni ya wiki 2 ila yenye kishindo. Kwa hiyo tukifika pale kijiweni, watu wanasema tumekuja kuwaletea neno la Mungu. Wanashtuka, wanasema neno la Mungu? Yaani Mungu ameamua kuniona kwa kiasi hiki mpaka ananiletea vipofu waje wanihubiri? Bwana Yesu asifiwe. Yaani mpaka ninaletewa mtu ambaye haoni haja ananifunulia neno la Mungu. Sitaki kusema sana, lakini katika ile effort tulibatiza watu 13. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaweza akawatumia pia hawa, lakini sisi tunapowatazama kwa mbali tunawaona ni kana kwamba hapana. Sikiliza, uko hapa, wewe ni mratibu. Jambo la kwanza, kazi ya kwanza unayoweza kuifanya ni kuyaweka kwa pamoja, kwa sababu wachungaji tuko hapa wachungaji, wakati fulani hawa watu wakija, mambo yanapokuja kule kwenye mabaraza, tusije tukawa tunasema kwamba tuna vipaumbele vyetu tunaweka pembeni. Kweli kanisa lina mambo mengi ya kufanya. Hawa waratibu walioko mahali hapa tuwasogelee. Bwana Yesu asifiwe. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili la kufanya, jambo la kwanza kuwaweka pamoja, na tunapoweka pamoja tuwaambie kwamba ajenda yetu, hatuna ajenda nyingine, lakini ajenda yetu ni utume. Jambo la pili, kazi ambayo ulionayo. Kiongozi ama mratibu atakuwa ni mwenyekiti wa kamati ya huduma wezeshi ya Kiadventista ndani ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ndiye mwenyekiti. Lakini jambo la tatu, kwa sababu ni mwenyekiti, jambo la tatu, wewe ndiye utakayekuwa unapeleka mapendekezo katika baraza la kanisa kwa ajili ya kupata vifaa mbalimbali ambavyo vinavyoweza kuwasaidia watu hawa kuweza kama baiskeli, zile fimbo za kutembelea na vitu vingine. Kwa sababu hiyo, wewe ambaye unafanya jambo hili, jamani, kuna watu ambao hawana huruma. Bwana Yesu asifiwe. Tunaishi katika dunia ambayo tayari imeshachanganyikiwa. Watu hawana huruma kabisa. Nakumbuka tulipokuwa pale Manzese, nikiwa mratibu wa watu wenye mahitaji maalum, ninapeleka sasa hichi ambacho tunachokifanya, kwamba wewe ndio unapeleka mapendekezo kwamba kuna watu fulani takiwa tuwapatie wheelchair, tuwapatie kitu fulani, tuwapatie hiki na kile. Sasa kinachotokea hivyo, kuna watu katika dunia hii hawana huruma kabisa. Nilipopeleka baraza la kanisa wakapokea, washiriki wakapokea, maana alikuwa ni mtu fulani, ni siwezi kumtaja, lakini alikuwa pale ni mtu maarufu sana, ana changamoto hiyo, wakati fulani anaenda kwenda kuseminisha mahali fulani. Kwa hiyo tukasema sasa alikuwa anaishi na mtu fulani na nini, kwa hiyo ametoka sasa hivi yuko mwenyewe, hana kazi, hana nini, lakini kwa namna tukimtazama tunaweza tukamsaidia mtaji kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Tukawa sasa Jumamosi pale kanisani, Bwana asifiwe, amina. Mzee mshauri wangu wa idara akasimama, kuna jambo hili na hili, kuna muhitaji na nini hasa inatakiwa tumchangie, apate mahali pa kukaa, apatiwe na mtaji. Kwa hiyo kachangwa kama 500 hivi. Ndipo changa kama 500, 50,000, miezi 6, 300,000. Miezi 6, 300,000. Okay, nipo katika pointi kwamba wewe ndiye unawasemea katika baraza, unapeleka yale mahitaji yao. Kwa hiyo nilipopeleka wakalipokea,
ikachangwa 500,000 pale pale. Wakati fulani shida sio washiriki, shida ni viongozi. Wakati fulani viongozi huko watakukatisha tamaa. Nataka nikuambie usikate tamaa, songa. Ikachangwa 500,000. Sasa kwa sababu ni kesho, akakabidhiwa kabisa. Unajua kuna watu huwa wanapokea vitu kwa mihemko. Yule aliyekuwa anaambiwa sasa, yani mtu akasimama tu akasema sasa hiyo 200,000 changeni kwa ajili ya mtaji, lakini mimi akachukua kabisa ile hela yenyewe kabisa, hela akamkabidhi pale mbele ya kanisa. Alipopewa, anapotoka sasa, hapo tuko tunaendelea, tunapata chakula cha pamoja. Akaja dada mmoja. Kuna watu hawana huruma. Bwana Yesu asifiwe. Dada amevaa vizuri, very smart. Tumekaa pale na kina Dismas pale, tunajadili, tunakula chakula. Akaja. Kwa kweli nimepata huruma namna mwanamke mwenzangu mambo yaliyompata, na mtoto, hana kazi, maisha yake yatakuwaje? Kwa hiyo imenionea huruma mimi. Akaanza sasa kusema na mimi pia nilipozalishwa sasa mume wangu akanitelekeza. Kwa hiyo mimi nina nyumba. Kwa hiyo hii hela aliyopewa itamsaidia kwenye nini? Itamsaidia katika mahitaji yake. Kwa hiyo mimi nina nyumba yangu ipo Mwananyamala. Kwa hiyo ninatamani nimpatie angalau chumba na sebule fanyaje? Sasa mimi kama mratibu sasa, mimi si nikasema jambo hili hapa. Bwana Yesu asifiwe. Nilichokifanya, nikaenda moja kwa moja kwa ofisi ya wazee wa kanisa, kasema baadaye mambo, ila niliona nikamwambia baadaye mambo asije akaenda ndivyo sivyo. Nikaenda kwa mzee wa kanisa, nikamwambia mzee wa kanisa, huyu amekuja ana hivi na hivi, mimi sitaki kumsemea, ajieleze. Akaeleza yale mambo mimi na nyumba na mtoto. Sasa nimeona mwanamke mwenzangu anapata shida, kwa hiyo ninatamani nifanyaje? Nimsaidie. Maana tulikuwa tumeshatafuta nyumba, tumeshapata ya kulipia. Kwa hiyo mimi naomba asiende kufanyaje? Asilipie, kwa sababu mimi nitampatia nini? Nyumba. Hiyo hela ataifanya kwa mtaji. Na wazee wakasema Bwana asifiwe. Wazee waliposema Bwana asifiwe, tumekaa sasa. Akasema sasa, mimi nikamwambia ile hela, kwa sababu mimi ndio ninaenda kule nyumba umeshaipenda, tunalipia. Kwa hiyo nipe sasa hiyo hela niende nikalipie, kwa sababu sasa. Akasema na yeye mwenyewe ameshakataa. Akasema hapana, basi tukaenda. Akasema basi twende sasa, uende ukaione hiyo nyumba. Mimi nikamwambia kwamba ukitaka kuondoka usiondoke peke yako, niambie twende wote. Maana hata wazee waliniambia kwamba huko mnako kwenda Ziraenda, jidhihirishe kwamba mnaenda wote. Kwa hiyo wakanipatia shemasi wa kike, shemasi mkuu, na mimi mratibu. Twende wapi? Mwananyamala. Sasa wakati tumekaa sasa, namsubiria shemasi anamalizia mafani, kumbe yule ameenda sasa, anaanza kumwambia twende, mimi na wahi nimepigiwa simu hapa. Sasa kuongea naye sasa hawezi. Twende. Kwa hiyo akawa anamwambia, akamuita, akawa na twende. Wako wapi sasa? Yuko wapi? Wasema yuko wapi? Sisi sasa tumeshika sasa muda tuondoke, tunamwangalia hatumuoni. Yuko wapi? Na yule nani yuko wapi? Na yuko wapi? Mwisho wa siku kumbe kaondoka, wamepanda gari, wanaelekea wapi? Mwananyamala. Ile kuelekea Mwananyamala kule, wamefika njiani, akalipa hela vizuri na nini, kumbe anamlia timing ile 300,000. Kwa hiyo sasa simu ilienda, hela zilienda, na mkoba ukafanyaje? Akambakishia kamkoba. Kale kamkoba mle ndani, kamkoba kake sasa mpaka leo, nafikiri mpaka leo kako Manzese. Kwa hiyo nataka niwaambie kwamba sisi ndio tunaoweza kuwasemea. Hakuna mtu mwingine yoyote anayeweza kuwasemea kule kwenye baraza la kanisa. Lakini tunapowasemea tuwe na tahadhari pia. Huko watakuja, na wanapokuja wengine watakuja na vidonda vya kutengeneza.
Kwa hiyo tuwe na nani. Lakini jambo jingine ni kama nilivyosema kwamba ni kuwapatia mafunzo ya namna ya kuwafikia watu wenye mahitaji maalum wenzao. Hawa ambao tulio nao tunawapatia mafunzo. Huwezi tu umembatiza mtu leo unamwambia nenda. No, kuwapatia mafunzo. Lakini pia jambo jingine, kila mratibu kuhakikisha kuwa kila kanisa linaandaa mazingira yanayofaa kwa watu wenye mahitaji maalum. Mfano zile ngazi hazitakiwi. Sasa ngazi ataingiaje? Ni sawa kana kwamba unamfukuza pale kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Kule chooni kule. Wakati fulani jamani, kuhudumia watu ni jambo zuri. Bwana Yesu asifiwe. Ni jambo zuri sana. Nimejifunza hakuna kitu bora kama kitu kizuri kama kuwahudumia watu. Jaribuni, mtaona. Jaribuni. Jambo jingine, kwa hiyo zile miundombinu ile inatakiwa iwe sawa. Hakikisha wewe kama mratibu, tutaona sasa ni mtu wa ajabu. Kiongozi hapa wetu wa kanda anakuja pale, tumepata semina hii, inatakiwa kwamba hata pale katika vyoo kusiwe na ngazi. Hata akija mtu mwenye wheelchair anaweza kuingia, mlango wa kuingia kanisani kusiwe hivyo, kusiwe ngazi, kwa sababu yule mwenye wheelchair hawezi kuingia. Tutaona ni kitu cha ajabu sana. Eti wewe mratibu wa watu wenye mahitaji maalum, kiongozi wetu anatembelea pale, halafu anapofika pale anakuta zile ngazi bado zipo. Kule chooni hakufikiki. Ni kweli uwezo, lakini kuna vile vyoo vya yani, hilo ndio miongoni mwa majukumu ambayo unayoweza kuyafanya, kuwasemea watu hawa kwa mwaka huu ambao Bwana amekuita. Bwana Yesu asifiwe. Lakini jambo jingine, mikakati ifanywe kuwa televisheni zetu, weka watu watakao wasaidia watu wenye mahitaji maalum kupata huduma kama wengine wanavyopata. Sasa hapo kwenye televisheni, ondoa hiyo televisheni, weka kanisa mahalia. Hata kama hakuna mtu mwenye mahitaji maalum, labda ni mwenye changamoto ya kusikia, mkalimani awepo. Bwana Yesu asifiwe. Awepo. Si umeona kuna watu fulani, unaona mfano huyu anaendelea kunini, masikio yake ni hiyo anayofanya hivi. Unakuta huko kwenye makanisa tupeleke elimu. Eti mtu anaendelea ukalimani hapo katikati, kumbuka huyu anamwangalia ndio anaelewa. Halafu mtu anapita, yani hapo kati mbele yake anafanyaje? Ni sawa na wewe umechukua maiki. Bwana Yesu asifiwe, uko una nani? Halafu wewe umekaa kule mbali, hausikii. Kusikia kwako mpaka usikie ile maiki ile speaker iko pale. Sasa kile kipaza sauti kikawa kinakatakata. Bwana Yesu asifiwe. Yanaongea yani jamani, simenielewa. Yani unaongea halafu speaker ina nini, utaona fundi mitambo huwa wako vizuri. Unaona anakimbia, anachukua, anaitengeneza, anakupatia tena. Kwa hiyo anataka usikivu hivyo hivi. Ile kupita hapo. Kwa hiyo wewe ndio unatakiwa utoe mikakati maalum kwa ajili ya kurekebisha. Jambo jingine, nimeshasema makanisa yaweke wakalimani kwa ajili ya watu wenye mahitaji maalum ya kutokusikia ili wapate huduma za kanisa. Lakini jambo jingine ni kazi ya mratibu kutafuta njia ya kuwawezesha watu hawa wenye mahitaji maalum kupata elimu itakayowasaidia kukabiliana na changamoto ya mazingira. Bwana Yesu asifiwe. Ni kazi yako wewe kutafuta njia ya kuwawezesha watu wenye mahitaji maalum kupata. Nisani eti tunalala, unasinzia kwenye kiti chake. Nilivyokwenda kule, kiburi chote kwisha, na nikasema kwa kweli nitajitahidi kwa nguvu ambazo Bwana amenipatia
kutembea pamoja na kuhudumia watu hawa. Bwana Yesu asifiwe. Na jambo la mwisho, wewe mratibu wa kanda, ni kushirikiana na kiongozi wa kanisa mahalia kuratibu mipango ambayo inayoletwa kwa furaha na watu wenye mahitaji maalum. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama ungekuwa ni wewe unaenda kuomba kazi hakuna, wanaona kwa sababu ya changamoto ulio nayo, unaweza basi kushirikiana nao katika kufanya mambo fulani fulani. Bwana Yesu asifiwe. Unakuta kuna watu wengine wanasema kwamba hapana, mfano kuna mtu mmoja ili aweze kuja kanisani, yani hata mikono yake imeshatuje, na alikuwa na kiu mkaja. Kwa hiyo waliobarikiwa, na alikuwa na kiu mkaja. Wakati mwingine na alikuwa na njaa mkanilisha, na alikuwa kifungoni mkaja, watu wamefungwa mkaja. Sio tu kuishia kuwaombea, baba hata walioko kifungoni waweke kwa huru. No, Yesu anasema na kwa sababu nalikuwa kifungoni mlifanyaje? Mlikuja. Nalikuwa mgonjwa mkafanyaje? Kwa hiyo kitu ambacho mnachofanya, kiongozi, unafanya kitu kikubwa. Umechaguliwa kwa mwaka huu, unaendelea, fanya zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi nataka niwaambie haka kingine tena. Hata yale maombi ambayo unayoyaomba, fanya kwa uaminifu. Kupitia huduma ambayo unayofanya, kwa sababu anasema kwamba kwa sababu kwa kadri mlivyowatendea hao wadogo, mlinitendea. Mungu awabariki. Bwana ametuita kwa makusudi ili tushirikiane katika kuhudumia na kushika kitengo hiki. Tuwaoneshe ushirikiano. Wakati fulani Zakaria, mtumishi wa Mungu huyu, mimi ninamuitaga mchungaji huyu, kwa kweli ni mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Kama alikuwa hajafikiriaga hicho, afikirie tu. Ni mwaminifu, yani kama message, yani jamani, hivi si tunaziona wakati mwingine hivi, na nyinyi mnatumiwa. Na nyinyi mnatumiwa message hizo. Wakati mwingine nashinda hata kujibu, lakini Bwana mbariki sana. Nimefika mwisho.